Wangwana, tutaingia moja kwa moja mpaka shule fulani ya upili. Kwa hii shule ya upili kuna kijana ako pale. Huyu kijana acha tumuite Kimani. Now, Kimani ako kidato cha 3, if I'm not wrong, ako form 3. Anapambana na maisha ya boarding kwa hii high school, na of course mtu yote amesomea hizi shule za mashinani, unajua ile maisha ya boarding pale haiwezagi, inakuwa nje. Kwanza kama kuna area bana, hizo shule hazijakuwa zikiangalia vizuri. I don't know about nowadays, but hizo enzi hazikuwa zinaangalia vizuri. Ni hapo sector ya nutrition, pale kwenye diet. Sijui nani alikuwa anapanga menu ya shule. Zilikuwa chini. Sasa huyu jamaa wetu Mzee Kimani akajiambia, nao ndio hata nisikie ni kama at least ninaweka kitu ya maana kwa ulimi. Kuna kitu nimegundua pale. Watu kabla watupikie nyama, wakati wanatupikia nyama, the first thing they do is they boil it pale kwa boiler. Unajua hizi nyama za high school zinakatakatagwa tunapanga so ni tuchunk tukubwa mifupa nini zinawekwa pale. Sasa ndio wakati unaifry isikue ngumu sana, they boil it, yani ni kama wanatengeneza ile tumbukiza. Unajua ile it softens it a bit, alafu sasa ndio wanaiweka sasa kwa kama ni wanaipika kwa sukuma ama inafraiwa kando. So hiyo ndio ilikuwa order. So kwa hii process ya kuboil nyama, of course kuna dhufu. Kuna soup. So jamaa kajiambia, na hii supu inaweza hii nikapataga tu kikombe every Monday, Wednesday, Friday. Mambo itakuwa sawa. But hii kikombe ninaipata aje? Akakama kadiscover, kumbe si yeye peke yake amegundua hii supu iko. Walimu waga wameiotea mbaya. Mwalimu anafaa afunge kazi saa 11, lakini aende nyumbani sababu anajua kuna supu iko mahali inamhusu. So amengoja kwanza aigonge, akishagonga ndio achukue pikipiki yake basi aelekee. So akajiambia, nao kama walimu wako kwa hesabu ya hii supu, hao ndio nitatumia kugonga hii supu. So akakama up na plan. So hii plan ilikuwa ni kumulika ni mwalimu mgani ametoka. Mrs. Shege ameenda. So kama Mrs. Shege ameenda, nitachukua tu kikombe hapo staff room, niende mpaka kwa chef cook, nimwambie Mrs. Shege amesema anataka supu. Akishaniwekea, si mimi najua Mrs. Shege yashaenda. Si mimi naingia nayo darasa wakati watu wako games, napiga tu kopo langu la supu pole pole. Beautiful plan. Friday ikafika. Hii plan ameipanga Thursday, lakini naona Thursday hakuna supu. Supu iko Friday. Friday imeingia safi. Ashapiga darubini, ashaona mwalimu XYZ ameenda. Good. Akaingia staff room. Kuingia pale staff room akapata kuna walimu wawili tu wako hapa wameboeka nini. Akaenda akawaambia, nataka kikombe ya Madam XYZ, anadai supu pale. Okay, no problem. Ndio ile kikombe yake hapo. And thank God unaendea hiyo supu. Mimi niwekee kwa hii flask. So mwalimu mwingine hapa akampatia flask, akamwambia, unaekea Madam nani? Niwekee yangu kwa hii. Sawa. Very nice. So jamaa akachukua flask na kikombe. Now he has no reason to lie. Uko mbele juu ukweli ametumwa supu na mwalimu. So teke ngori akaenda mpaka wapi? Kitchen. Kuingia pale kitchen akapata mjamaa fulani hapo. Wacha tumuite Butita. Akapata Butita hapo. Ako katika maandalizi, huo ni cook moja hatari. Akaambia Butita, excuse me sir, mwalimu XYZ amenituma nichukue supu na hii flask. Na hata mwalimu V alikuwa amenituma pia na kikombe. Sasa si mnaona hii ya kikombe, juu mwalimu V yuko ameenda, hii ni yake. XYZ atapelekewa na flask. So Butita akamwambia, ina mambo lete ni kunini. So akapatia Butita kikombe na flask. Butita akaingia jikoni. Kimani wetu akabaki wapi? Hapo nje. After some time, sio Butita analeta, ni Abeli analeta. Abeli pia ni mpishi hapo, ni assistant wa Butita. Lazima tu Butita ndio apike sababu Waluya hiyo ndio area yao unajua. Sasa Abeli si analeta, anapatia Kimani ndio hii kikombe ya supu na ile flask. But Kimani anashanga, okay, ni Butita nilikuwa nimetuma, wewe ndio umelea, but anyway ni sawa. Akachukua mambo yake teke ngori akaelekea. Lakini hawezi fanya nini? Hawezi enda staff room straight. Hapana. Ni first of all aingie kwa darasa, aende atafute kona safi, aweke hii kikombe ya mwalimu X sababu hayuko, atapeleka staff room alafu hakuna huyo mwalimu hayuko.
So akaenda akaeka hiyo supu chini ya meza mahali. Alikula surveillance hapo akitafuta space, akaona akaiweka chini ya dawati hapo. Then akatoka na flask. Tekengori mpaka wapi? Staff room. Akaenda akaambia mwalimu XYZ, mambo ndio hii hapa. Okay? Sawa. Na kila kitu iko swafi na akatoka akarudi wapi? Darasa. Kumbuka hii time bado watu wako nje. Si ni majioni, ni ile time ya games nini. Akaenda akaingia darasa, akachukua supu yake pale chini na akakaa chini. Akaanza kuigonga pole pole, inashuka vizuri, chumvi imekubali, yani iko na katoplea kama mafuta kiasi. Is beautiful. Alikuwa anasikia poa. Then all of a sudden anaanza kusikia commotion kwa staff room. Mnakumbuka ule mwalimu XYZ alipelekewa supu na flask? Hakuwa peke yake, alikuwa hawa wanaitwa TP, teacher in practice. Alikuwa hapo kando. So huyu TP anapiga nduru huko kwa staff room, wase anaita watu kujeni. So jamaa na supu yake hapa kwa class anaangalia hivi anashindwa, kwani ni nini na happen huko? But haezi enda sababu hii kitu ni moto bana. Siwezi ipiga flash niende, lazima niibembeleze as anaangalia ni nini na happen huko. So kidogo some staff members wa shule walikuwa around, wakakimbia towards staff room, na also some students wakakimbia hivyo juu clearly there's something wrong hapa. Kiasi anaona mwalimu XYZ mwenye alipelekewa supu na flask ako hali maututi, anabebwa hivi juu akitolewa staff room. Akashindwa kwani ni nini? So ako kwa hii class anakunywa hii supu yake, anashindwa teacher ni mgonjwa ama inaweza kuwa ni issue. Akakumbuka. Na jamaa wetu ako kwa class, amesha notice huko kuna ngori. So kidogo ameona teacher amesindikizwa, amebebwa, akamaliza supu, akamaliza vile alimaliza akatoka, akaenda akaosha ile kikombe tekengori. Sasa hii attention yote ishatoka staff room, imeenda na nani? Na huyu mwalimu amebebwa na kila mtu. So staff room haina mtu. So vile ameosha kikombe vizuri iko sawa, akaenda akarudisha pale mahali huyo mwalimu V anakaaga, akaenda akaweka. So sasa ni kukuja kuokota intel kujua kwani ni nini inaweza kuwa imehappen. So ndio kuulizia anaambiwa ule teacher anatoka mpaka povu kwa mdomo bwana, foaming at the mouth. Hiyo ni textbook sign ya poisoning. Supu ndio ilikuwa inamtuma. Na kwani wanafunzi tumbo zetu zimetengenezwa na chandarua? Mimi nasikia fiti. Mimi hata naweza ongeza ingine. Yani anaenda kudedi supu nimekunywa. So kwa hapo hiyo kitu inamsumbua sana, anashindwa mazeni nimegonga hiyo cup full, sisikii symptoms. Okay. So deep down anajiambia maybe si supu, maybe tu mwalimu alikuwa tu na other underlying conditions ndio zinaanza kumlipukia. Na akasahau hiyo story. Si it's on Friday, si ni jioni, si wakaenda preps ya usiku, si preps ikaisha, si wakaenda wakalala, si kesho ni Saturday, wakaamka wakafanya ile general cleaning inafanyagwa on Saturdays asubuhi. Then after general cleaning si mnagongaga kachai hapo kitu kama saa 4 hivi, then mnaenda ile prep ya between saa 4 na saa 7. Ameingia prep, akiwa prep anaona depa anakuja alafu hii klasi yao maliko ya form 3s unaonaga deputy admin depa anakuja teke na vile anatembea something is not right. Akakuja akaingia straight kwa klasi yake, kafika hapo Kimani, yes sir, toka very fast, wachana na kila kitu, toka vile huko. Akashindwa kwa nini tena, akatoka. Depa akamwambia lead tuelekee staff room. So Kimani yako mbele, Depa kwa nyuma, mazeni ma steps tu. Ibara time yote anajiuliza wallahi, ni supu inaweza kuwa inaniweka kongori kwani? Hebu tuende tusikie form ni gani. Akiingia tu hivi kwa administration block, anapata pale kwa ile bench ya wageni visitors wanangojea kuhudumiwa 2 uniformed police officers. Jesus. Kwani kukunywa supu siku hizi imekuwa? Watakajiambia ni sawa tu, wacha mimi nikae nisikie. Jo hata siko sure kama ni hii supu inaniweka kwa ingori. Wacha nikae nisikie. So amekaa hapo, Makarawa akamweka hapo kwanza, akamwambia kaa hapa. Deputy akaingia kwa ofisi kiasi nini, then akawaita wakaingia wote. Makarawa wawili, deputy na yeye. Akaambiwa simama hapo. Makarawa ameketi pale, deputy ndio huyo. Akaulizwa Kimani, yani unachukia chemistry mpaka umeamua kutuma mwalimu wako Sayuni? Akashindwa, mimi nimtume kwa nini? Kwa nini una poison mwalimu? Saa ngapi nimepoison mwalimu wapi?
Akaambiwa sasa nataka tuingie tu hapa kwa hiyo ofisi ya security ni kuonyeshe. Shop kwa ofisi ya security. Anapata nini? Security ameandaa kanda ya CCTV. Yo. Ndio anakumbuka, by the way, shule yetu kumbe inakuaga na CCTV. Najua inakuaga, but nikipiga mambo yangu jana sikuwa nakumbuka. Okay, anajiona vizuri akikuja na flask na kikombe, then anaonekana akiinama chini ya meza. But hivi vile ameinama chini ya meza, ameonyesha CCTV mgongo. So atuoni ni nini anafanya hapa chini ya meza. It could be anything. Anaweza kuwa amefungua flask akaweka poison ndani akafunga na akatoka. So CCTV kamuonyesha akifanya hiyo shughuli yote, akatoka vizuri, akaenda akapeleka wapi? Supu kwa staff room. So akaambiwa, immediately ulileta hii supu kwa staff room. Hatukumaliza hata dakika 10. Mwalimu alikuwa anatoka vitu kwa mdomo. As we speak, ako hali mahututi saa hii hospitali. Omba sana asiende. Sababu akienda kwisha, wewe ni ndani milele. So jamaa akashindwa, wallahi mimi sikuweka kitu paki ya okay, nilifanya makosa, niliiba supu. Hiyo nakubali. Lakini kupoison hiyo sio me, I promise. Sio mimi. Akaambiwa okay, chukua kalamu karatasi. Andika kila kitu ili happen kutoka jana saa 10:30 jioni mpaka leo asubuhi. Aliandika kila kitu kwa hiyo karatasi. Aliandika mpaka zile ndoto aliota usiku. Yani every detail he thought was important ilikuwa kwa hiyo karatasi. Akaandika ukweli yake hapo. Bas, na akapatia wale maofisa. Kidogo kidogo akitoka kwa room, si unajua ukishamaliza kuhojiwa unaambiwa toka hapo nje, tungoje hapo tufanye mambo yetu. Akitoka tu hivi anapata nani? Ule head chef Butita na mdogo wake Abeli wako kwa hiyo bench pia. Kidogo kidogo pia hao kuja hapa. Ingizwa ndani. Interrogation. Hii time yote anatetemekea tu kwa bench akingojea anashindwa ni nini. After hao wamemaliziwa interrogation, wakatoka wote. Wakaokotwa pamoja na yeye kuja hapa. Wote watatu pamoja na maofisa ndani ya Mariamu. Straight mpaka selo. Sasa wako ndani. Batazu wako ndani, Butita na Abeli bado interrogation hazijaisha. Na kumbe polisi wakiamua kufanya interrogation wanapataga mpaka zile vitu zenye mlikuwa mnafikiria wanazipataga. Yenyewe the joys of a small village. So kwa hii village head chef was it? No, huyu junior chef Abeli. Na hata before tuende kwa story ya village, wacha tukuje tu hapa internally hapa kwa shule. Junior chef Abeli na the poisoned teacher mwalimu XYZ. Kumbe walikuwa na beef at some point. What happened? Vile politicians ama watu wa ministry wanakujaga kutembelea shule. Kuna sijui PS alikuwa anakuja kutembea hiyo shule. So kila mtu amepiga Sunday best. Sababu PS anakam kutembea kwa hii shule leo. So anytime from saa 8:30 PS ataingia. So tukule lunch haraka ndio by saa 8 sharp. Kila mtu ashamalizana na lunch. Tungoje nani? Tungoje katibu mkuu. Wakati junior chef Abeli ana serve au walimu hapa kwa staff room wakule haraka, aliteguka akiwa amebeba sahani ya dondo, akaiwekelea yote kwa teacher XYZ. Kwa Sunday best yenye inafaa ione PS in a few minutes, yote aliiweka hapa yote. Sasa before uende uoshe monocotyledons, hii dicotyledons iende ikauke, uivae tena. CPS ashapiga shughuli yake, amemaliza, ameenda. Hivyo ndio mwalimu alihata kuona PS. Ilikuwa beef mbaya, karibu wapigane physical. Hawakupigana but ilikuwa beef. But tuambiane ukweli, kumwagiwa dondo ni kitu okay. Mimi kukumwagia dondo alafu tushikane mashati kidogo, inani warrant ni kupoison. Hiyo si kidogo, hiyo ni kuenda sana. So polisi wakaona okay, it could be a motive, lakini sidhani inaweza fika hapo. So Abeli akawekwa kando. Wakaendelea tu na investigations. Sasa hapa ndio nilikuwa nawaambia about the thing ya small villages. Nyinyi wote mnakuaga ni watu mnajuana hata from nje. Mumeinteractigi before, hata before mkuje kuandikwa kazi hapa. Turns out Butita, head chef, na mwalimu XYZ mwenye amepoisoniwa walikuwa the same school, high school. Yeah, walisoma pamoja. But Butita yeye kidogo mambo ya masomo haiko inambambaga sana, so yeye alikuwa anajua kaka kuna skill ako nayo ni hii kama mambo hii. Na kama si hii kama mambo ni nini? Ni hii kama mambo. Hii haiwezi mshinda. Hiyo ni yake hiyo 100.
So alikuwa anajua hawezi kosa mahali hapo. Actually hii ndio ilikuwa number 1. Then sasa hii ndio just in case mambo iende segeme na game. So wakiwa shule wote wako kwa rugby. Si kawaida wakati mna train mnagawanishagwa into teams. Sasa nyinyi hii team leo mnacheza na hii team, mnyanyuane hapa tuangalie the best ni kina nani. So wale the best ndio tunachagua au ndio watachezea school team. Sasa kwa sababu kuchezea school team ilikuwa ni kitu prestigious, watu walikuwa wanararuana hapa kwa hii uwanja mbaya sana juu kila mtu anataka slot ya nini? School team. Hivyo ndio mwalimu XYZ wakati alikuwa bado mwanafunzi alisamba Butita, wakati pia Butita ni mwanafunzi, akavunja mkono na akamtupa huko. Butita mkono ni kama sijui hakufanyiwa shughuli nini fiti, so haikupona poa. Unajua kuna vile ukivunja body part isipoangaliwa vizuri kuna vile haiponagi vizuri. Unapata maybe ni combo kiasi place fulani ama kuna vile imejikunja kidesign. Yani hiyo mkono haikurudi 100%. So months later after wamemaliza shule, wakati ruku ilikuja recruitment hii kamambo, Butita alikuwa hapo mstari wa mbele, hiyo ndio ilimngoa. Kaambiwa sasa, wewe hii mkono inakaa hivi, bunduki utabeba aje? Toka wewe kwenda kabisa bana. Akapoteza. So as they are being interrogated hapa, cops wanaangalia Butita wanashindwa. Inaweza kuwa huyu mtu kukutoa kwa hii kamambos imefanya umemkasirikia hii miaka yote mpaka leo umeamua kumwekea sumu. But wakajiambia you know what, ni mambo ya zamani na ni kama hata walikuja wakakuwa tu sawa. Si shule wamekuwa tu waki-exist before. Huyu as a teacher, huyu as a chef. So hizo beef za high school sidhani wanaweza kuwa wamezileta hapa. So hiyo story ikaishi hapo. Sasa polisi wamegonga dead end, hawajui why, kwa nini mtu amepoisoniwa, ni nini ili happen, ama inaweza kuwa ni accident. Nobody knows. Now, kwa hii story I could be missing a piece of this puzzle, but kwa hii story kuna time huu kijana mwenye alikama kachukua kikombe ya Teacher V. Between ye kuchukua kikombe na ye kuenda kuchukua hii supu, at some point kuna vile alijipata lab na hii kikombe. Na sikumbuki ni nini ilikuwa imemtuma huko kwa hiyo lab ya chemistry. Na wewe unajua lab ya chemistry vile inakuaga. Chemicals kila mahali nini. So as amefungiwa kwa hii cell anajiuliza, hii kikombe before niende kwa supu vile nilichukua pale kwa lab naweza kuwa nilicontaminate. Na kama nilicontaminate, mbona mimi haini affect, mbona ina affect ule? Ama maybe the contaminated part ndio huyu alichota nayo supu akaiweka kwa flask ya mwalimu, akachota tena akaweka kwa flask ya mwalimu, such that by the time hii flask imejaa akichota yangu hiyo poison ilikuwa ishakuwa diluted. Could that be it? So amekaa hapo akijiuliza tu maswali. Those guys wali spend kwa hiyo cell 4 days. As tu watu wanapiga investigations zao na mauchunguzi hapa na pale. Ndio one of the students anakama nasikia hiyo story. Kusikia hiyo story anajipeleka wapi? Kwa deputy. Anaenda anaambia deputy, manze sikuwa naona kama hii inaweza kuwa anything, lakini vile nimeona hii story imedrag, wacheni niwapatie tu information, maybe ni information itasaidia. Akaenda akaambia deputy, on that day wakati mwalimu alikuwa anaanguka sababu ya supu, nilikuwa naumizwa na heartburn mbaya sana. Na mimi huaga na karemedi kangu wakati heartburn inanikimbiza. Mimi huaga naenda nachukua nini? Jivu. Okay? But apart from Butita the head chef na Abeli the junior chef, kuna kuaga na mdosi wa hiyo department, the caterer mwenyewe. Huyo ndio anakuaga bazu hapo. Na huyu kijana mwenye amekaa kuongea na deputy anaogopanga huyu caterer sana. Yeye ndio mdosi wa hiyo the catering department. Yeye muogopa. So before aende kwa mlango kuitisha akina Butita na Abeli jivu, alizunguka nyuma akaenda kwa dirisha. The reason alienda kwa dirisha ni achungulie ndani aoneka caterer yuko area. Akiona caterer yuko area achore. Akiona caterer yuko Abeli ama Butita ndio wako, bas azunguke kwa mlango aseme niaje wadau, nasikia vizini nisaidieni na jivu niende nikoroge mambo yangu nikunywe. So as anachungulia kwa dirisha kucheki kama caterer yuko, akaona Butita amechota supu vizuri, then akaiweka chini akafungua karatasi. Hiyo karatasi iko na some substances zinakaa powderish, akaiweka ndani ya flask na akafunika na akaitingisha. Then akachukua ile kikombe pia ilikuwa na supu na hiyo flask, but badala yeye mwenyewe kuileta akapatia Abeli. Akaambia Abeli ni aje, kuna boy anaitwa Kimania kwa hapo nje,
mpatilishie hizi vitu. So Abeli akachukua flask yenye amepewa na Butita na kikombe, akaenda nje akapatia nani? Kimani. That's why Kimani akiwa pale nje alituma Butita, lakini Abeli ndio alileta. Hii yote kijana fulani ameona kwa dirisha akichungulia kama Ketara yuko ndio aende achukue jivu. So hakufikiria much about hiyo nini, alifikiria maybe ni salt or something. Mtu alikuwa anaweka tu kwa supu ndio it taste better. So hakufikiria, but sasa after 4 days amekaa akafikiria, akaona maybe hapa kuna nini. So hiyo information ikapatiwa Makarao. Makarao wakarudi tena kwa Butita, wakamwambia ni aje ulionekana ukiweka vitu wapi? Kwa flask. Tuambie ama mambo yaharibike. It is at that point that Butita anafunguka, anasema ukweli, nimekosea. Nilikuwa na concoction, ilikuwa ni mixture ya sijui ni dawa ya panya na nini, na nikakoroga kidogo nikaweka kwa hiyo supu na nikafunga nikapatia. Sikuwa nataka kumuua, nilikuwa tu nataka umwe na tumbo angalau bas asikie vibaya kidogo, ni hivyo. Sikupanga kuua huyo mwalimu. So akaulizwa motive ni nini? Mbona umfanyie kitu kama hiyo? Akadai tu hiyo ni katsia tu. Simpendagi. Unajua imefanya nikakaa nikafikiria, juu niko sure kwa hii town kuna msee anipendagi. Niko sure. Kuna mtoto yule niona ana wallahi ningekuwa tu na gari wewe. Sasa okay, kama unipendi niambie, nikae nikijua ndio mahali huko ni scam. Sasa mbona umfanye mtu mbaya hivyo just because? Inanikumbusha ule mtoi, na I think nishapiga story yake. Kuna mtoi alichukua gun. Unajua uko State vile kila mtu akona gun. Na anastay mahali anastay kwa hiyo gorofa hapo second floor, unaona field pale. Field ya shule. So watu wao wakikaa asubuhi kabla waingie daru walikuwa wana hang around hapo kwa field, then ndio wanaenda daru. So yeye aliamka tu asubuhi akachukua rifle akaeka kwa dirisha hivi. Watu wao wakicheza alianza tu kuokota one by one. Pap 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 pap, aliwaokota deadly. Kwenda stage anaulizwa kwa nini mazee ulipiga watu hii risasi mazee? Akadai mazee spendagi Mondays. What? Anyway. Good news ni ati mwalimu XYZ alipona. Haikumfanya mbaya sana. But ilibidi akuwe communication kidogo sababu hiyo dawa huaga inaumiza the insides. Yeah, but I think after some time kama wewe ni mtu waumizi mwili sana huaga inapona pole pole. Nao ako sawa, amerudi mahali anafaa. Mwenzake yako ndani. Hiyo sasa ni attempted murder hiyo. Yeye atakaka. Bas. Na kijana wetu akaponea hapo. Karudishwa shule after 4 days ya kukulwa na kunguni yuko kwa seli. Sababu ya kikombe supu. Mmekapitia hapa.